that he gave us when we gave him the presidency. He promised of inclusiveness. Each one of us, from the lowest to the highest, was going to be included in the presidency, in his leadership. Elders here, are we today included? Yes. Are we included in the presidency? Yes. Have we realized the manifesto of our president? Yes. Let us stand up and yes. Thank you, thank you. Your Excellency, in our roles, in our main roles, ours is to do only one thing, to support the policies of the government. And we don't support the policies of the government when we are outside. We become part of the policies. So it is our duty to make sure that we give our people, the people we lead in our villages, the insight of the policies of the government of the day. Of late, we have had several policies. We have the SHA initiative. We have been helping our members to register. Let me ask, which intelligence can tell the government that there is a woman somewhere who is expectant 8 months and she has not been going for clinics? Which other intelligence other than the elders? Which intelligence can inform the government that there are children who are hidden in the house and they are disabled, other than the elders? Which intelligence can give the government the information that some children are not going to school? It is only the elders. Who are the people who are going to inform our people that there is the registration of subsidized fertilizers? It is the elders. Who is going to inform the CHPs of the people who need to be taken care of? So, the elders today, we are honored. Thank you, Your Excellency, for the honor. So it has not been without challenges. We have had some few challenges that the president has tried to solve. But today, we are in technology, PS. In this technological world, these elders will be left out. Today, I beg your good office that these elders be given tools that reflect today's technology. These tools will include maybe Android smartphones that can take images. The phones, we can be able to take images and escalate to our assistant chiefs and to our chiefs, isn't it? These elders require more training. We have a new constitution. Some of us were taken into being leaders in the villages when they didn't know there's 2010 constitution. Kindly let us be refreshed by being taken for training. Finally, I wish to highlight on those small policies, huge policies that we have, the Boma Yangu. The Boma Yangu initiative, Your Excellency. We also are looking at it, how we can be able to be embodied in that system. Your Excellency, without enough security that we get from our chiefs, from our SCCs, all the way upwards to the regional commissioner, we cannot be able to actualize what we want to do as per the security measures. We request
that these administration policemen that were attached to our chiefs, let them come very fast, the fastest possible. Because sometimes working with the police force at the village becomes a bit difficult. But with the APs, we can be able to do better. Finally, Your Excellency, from where I come from, ni salama, ni dhabiti, tunakupenda. Now, we can promise you something today from where I come from. I'm going to promise you on behalf of all the elders of where I come from and all those who are here, we owe you. Yes. We owe you service, loyalty, and we pray to God Almighty that continuity be your portion in His name. Thank you, sir. Thank you, Madam Esther. She has spoken like 10 elders, ndio? Sasa nataka nimwite Mzee Kazungu kutoka Pwani. Mzee Kazo Kazungu. Mama Kazo Kazungu. Wacha tumkaribishe na makofi. Asante. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, William Samuel Ruto, na wageni wote mliofika mahali hapa, pamoja na wazee wa mtaa, na wasalimu, hamjambo? Hamjambo tena. Kwa majina naitwa Kazo Kazungu Kombe kutoka sublocation ya Konjora, county ndogo ya Kilifi, wodi Kibarani. Mheshimiwa wetu William Samuel Ruto, niko na furaha kuu kwa sababu ya kutuleta mahali hapa, wazee wako wa kijiji. Mimi kwa sababu nimefanya hii kazi zaidi ya miaka 15 na kuendelea, kwenye akili yangu ulikuwa nafikiria mahali hapa kuna watu ambao kiserikali walipangwa kwamba wakaweze kuendelea na mikutano yao na tupate yale ambayo nastahili kutenda kule vijijini. Lakini imenishangaza vikubwa. Umetuleta karibu katika serikali yako kuu, sisi wazee wako wa mtaa. Ukaona ni vyema kutualika ili tuje tusikie yale ambayo unatupangia. Bwana Mheshimiwa, nasema asante sana, Mungu akubariki. Mimi nilipokuwa nasafiri liambiwa utafika Nairobi. Unajua nimeshangaa sana. Katembea nikaona wanyama. Naota au ni kweli? Nikaona milima mikubwa. Kwetu hakuna milima kama hii. Nikifika kwa town naona ndo nimefika, naambiwa bado. Tuna furaha kuu kama wazee wako wa kijiji wanaofanya kazi mashinani kwa kututambua siku ya leo, rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Mimi nikiwa mzee wa mtaa mahali kule, tunatatua zile kesi ndogo ndogo. Kama ni ng'ombe imelisha shamba ya wenyewe, tunamhusisha chifu, tunaongea,
niko na mabalozi wangu mimi ni 8 wanaofanya kazi pamoja na mimi. Ni furaha yangu kuu kututunuku, kutuleta mahali hapa. Bwana Rais, changamoto za wazee wa mtaa hazikosi. Sisi tumekuwa muda mrefu hatujalipwa. Tulifanya kazi kwa ukakamavu, kwa kupenda wananchi wetu, kupenda amani, kupenda usalama, kushikamana na chifu pale chini mashinani, kuona wanakijiji wetu wanaishi kwa njia inayofaa. Lakini saa zingine kuna ile changamoto ambayo sisi tunapitia. Sisi wazee wa mtaa tumetatizika kwa muda mrefu. Tunasomesha, tuna mahitaji ya kula, tunatumwa na chief. Huwezi mkataa kubwa wako ijapo hulipwi, lakini tunawaheshimu wale machifu wetu. Wakati anapokutuma, hakikisha umeingia hapa. Unaweza pigiwa simu, mama Kadzo uko wapi? Niko nyumbani. Kimbia mara moja. Hapo mahali kunapigwa disco matanga. Na tunajua kwamba hii disco matanga inaharibu watoto wetu wa shule. Lazima nichukue hatua. Sijajua nitatembea vipi. Sina tochi, sina tikiti, sina gari, sina chochote kile. Lakini itahakikisha niende pale mahali, nikaonane na wale wanakijiji na nikawaeleze. Maana usipoenda vizuri pale utapigwa mawe. Hiyo ni changamoto inayotukumba sisi wazee wako wa kijiji. Ukaongea na wao ili waiache ile disco matanga. Rais wetu, nasema Mungu akubariki. Ulipokuwa na mpango mzuri wa kutetea wananchi, ulitangaza, machifu wetu wakatuita kwa baraza na wakatutuma watu wajisajili kwa wingi kwa mpango wa SHA. Na hivi tunaona mafanikio, maana hatuna uwezo wengi wetu mashinani. Mtu anapogonjeka na kwa shida kupata dawa. Lakini kwa sababu ya mpango wako maalum, rais wetu, umetutambua, umetuleta mahali kwa sawa. Watu wetu wanatibiwa na wanaendelea vizuri na afya yao. Bwana Rais, sisi tumefika hapa, tamanio la mioyo yetu ni kwamba tunapenda tupokee kile ambacho umetuita mahali hapa. Hatujajua kama unatuitia nini, ijapo kwa budget imesomwa kwamba umetutengea. Lakini hujaridhika kwamba tu kututengea, ukapenda uonane na sisi wazee wako wa kijiji pale chini mashinani. Pokea utukufu ulio mkuu kwa Mwenyezi Mungu na kuombea maisha mema, na Mungu wa mbinguni akufunulie maarifa, kuongezee maarifa na hekima. Neema ya Mungu iwe juu yako. Ninasema asante sana. Asante rais wetu. Mungu akuzidishie ili uongoze taifa letu kwa ujumla. Sina mengi, hayo machache. Mungu awabariki. Asante sana Mama Kadzo. Sasa nataka nimwite mzee Mika Biwott kutoka Bonde la Ufa. Karibu mzee.
Excellency President Dr. William Samoei Ruto, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, Ministry of Interior Minister Kipchumba Murkomen, wageni waalikwa, and all the protocol observers. Bwana Yesu wasifiwe. Uko wasema? Asante. Kwa majina mimi najulikana kama Mika Biwott, natoka sehemu ya Uasin Gishu, sub-county ya Soi, former constituency to our president. So mimi natoka kijiji ambayo inaitwa Tebeson katika sehemu ya Matunda location. Bwana Rais, niko na furaha siku ya leo kufika sehemu hii ni kwa ajili ya maongezi ya ana kwa ana na wewe. Tunakushukuru sana. Bwana Rais, tunasema asante kwa sababu sisi tunajua kama wazee wa mtaa kwamba umetujali katika maisha ambayo tumeyapitia kwa muda mrefu. Mimi nimefanya kazi kwa administration ya marais karibu watatu. I have now 18 years serving as a village elder. Lakini nashukuru serikali yako kwa kututambua. Jambo lingine ni kwamba tunashukuru wewe Rais kwa sababu you are really a transformer to our nation. Umeonyesha hari ya kuweza kufanya kazi katika serikali na kudumisha amani katika nchi hii yetu ya Kenya. Jambo lingine ni kwamba licha ya changamoto ambayo tunayapitia, kile kitu tunakuomba ni kwamba wengi wamesema kuna jambo tu hawajataja, ni kwamba we just request to use to facilitate us mobility such that itatuwezesha sisi kumaliza kazi ambayo tumepewa kwa urahisi. So tunashukuru kwa hiyo. Jambo lingine ni kwamba sisi kama wazee wa mtaa we really saidia watu kule nyumbani kwa policies ya serikali kama vile SHA, kama vile kuandikisha wakulima wa mbolea. Licha kwamba leo kweli hali ya anga mwaka huu sio vyema, na naomba kwa unyenyekevu sana Rais kwamba God willing next year at least utupunguzie mbolea kidogo ili itusaidie sisi kama raia wa Kenya. So hiyo ndio jambo tunaomba. Rais, pia ni kwamba tunashukuru sana kwa uongozi wako kwa sababu umekuwa pamoja na sisi. Umetuongoza, umetulinda kwa vyovyote vile. Licha ya changamoto ambayo unayapitia, hakika Mungu anasimama na wewe. Pia tunashukuru sana wazee wa mtaa kwa kazi ambayo tunafanya. Pia Bwana Rais, nakushukuru kwa sababu ya kuongeza administrative units ambayo unaongeza katika nchi hii yetu ili miradi ama maendeleo ipate kufikia wananchi kwa urahisi. So tunakushukuru kwa hiyo. Pia Rais, tunashukuru kwamba kuna kitengo ambayo alikuwa anafanya kazi na chief ambayo inaitwa Ngabu. So tunashukuru sana kwa sababu Rais umerudisha kitengo hicho ili iturahisishie na tuweze kupambana na hali ya usalama ambayo si nzuri katika vijiji vyetu. Jambo lingine naomba kwamba I want the government to restructure something such that sisi wazee wa mtaa pamoja na our National Police Service plus our courts such that we can deal with this menace of illicit brews. So naomba sana ikiwezekana.
mtafute framework ili tupate kukaa pamoja, ili jambo hili tupate kumaliza ama tupunguze kabisa mpaka ifike mahali ya chini. So kwa mengi ama kwa machache haya na kwa mengi nasema Mungu na ukubariki. Asante. Asante sana Bwana Biwott. Wa kutumalizia nataka nimwite Bwana Raphael Adero, mzee wa hapa Nairobi. Hebu tumshangilie wakati anakuja kwa jukwaa. Mheshimiwa Rais, mawaziri, Bwana Kipchumba Murkomen na wageni wote ambao wamehudhuria hapa, Bwana Jalango namuona hapo, hamjambo? Hamjambo? Mimi kwa majina naitwa Raphael Adero, natoka sehemu za Ruaraka kule, ile mtaa ya utalii katika kijiji ya Mathare 4A. Nimeshangaa kidogo, Dr. Raymond, nilikuwa nafikiria mimi nimerepresent Nairobi, maybe ningesimama kwa nafasi ya Sakaja kukaribisha wageni wale wametoka nje, lakini umeniweka mwisho kabisa. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi mzuri ambayo unafanya kukumbuka hao wazee wote ambao wako hapa siku ya leo. Tunasema ubarikiwe sana. Hii State House tumekuwa tukionea viu sasa. Wakati mwingine nilikuwa nachukua hata pikipiki ili nije niangalie State House tu kwa umbali. Lakini siku hizi nakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Umeweza kutambua ya kwamba hii State House sio yako, ila ni ya hao wananchi wa Kenya. Hao wazee wamefanya kazi miaka nyingi sana, miaka nenda rudi bila kulipwa. Wamekuwa wakilalamika, wanaona wale madaktari mtaani wanapata pesa, wanapata kitu kidogo. Wazee wanasema wao kwani walirogwa ama nini? Lakini siku ya leo tunashukuru sana Mheshimiwa Rais, na tunasema uendelee hivyo hivyo, jinsi ambavyo umetukumbuka siku ya leo, utukumbuke kesho na hata kesho kutwa. Hii siwe mwisho, sitarudia yale wenzangu wameomba. Nasikia umeombwa SHA, hiyo natarajia tukitoka hapa tutapata jibu ya kwamba tayari tuko kwa system. Nasikia umeombwa tablet, Mheshimiwa, ili tuweze kufinya hata kama tumezeeka, situjazeeka sana. Unajua machifu wetu hawaishi na sisi kwenye kijiji. Sisi ndiye tunabaki mawaziri wa vijiji ikifikia saa 12 wakati masaa ya serikali imeisha. Si ni kweli wazee? Na itaturuhusu sisi kuandika ripoti, na tunatumia chifu wetu, na chifu akaweza kutumia dio, na dio naye akaweza kusambasia DCC. Hao wazee hata kama unaona wamezeeka, Mheshimiwa Rais, hawajazeeka sana. Kuandika wataandika. Simu hii ya digital ya kuonyesha tu hivi sio kazi ngumu kwao. Kwa hivyo tunaomba tunapoondoka hapa leo, tunapoondoka hapa siku ya leo, tujue ya kwamba mutaenda kufinya hiyo simu. Mheshimiwa Rais,
Kuna jambo ningependa tu kukukumbusha ya kwamba hao wazee ambao wako hapa, kuna wale unajua uzee ikiendelea pia network inapotea kidogo tu, lakini si sana. So walisahau kufanya ile filing ya return. Hao wazee wetu wote wako na penalty nyingi sana. So tulikuwa tunaomba kama kuna uwezekano, Mheshimiwa Rais, najua hizo ndio pesa zinainua nchi, lakini tuangalie sisi wale tu walisahau mara moja, fanya clearance, wapewe certificate of compliance. Mimi sitawachosha na mambo mengi, kwa sababu pale kwa kijiji tunafanya kazi nyingi sana, Mheshimiwa Rais. Tunapigana na GBV, tunapigana na crime. Hata ukiangalia sehemu za Ruaraka pale mahali natoka, sehemu za utalii penye natoka, nimepigana na crime, Dr. Raymond, mpaka hata sasa nikitoka hapa natarajia nipate promotion. Asanteni sana na mpate kubarikiwa. Thank you so much. Asante sana Mzee Adero. Wacha sasa nimwite Mama Hadija Okanga kutoka sehemu ya magharibi. Situmpongeze wakati anakuja, tumshangilie kidogo. Mheshimiwa Rais wetu, baba wetu Daktari William Ruto, waziri wako hapa, wazee wa vijiji wenzangu kutoka sehemu mbalimbali za Kenya, ninawasalimu. Mlembe. Daktari Mlembe. Mimi naitwa Hadija Okanga, nikiwa Liguru ama village elder wa kijiji cha Efundula, ambacho ni kijiji kiko katika kata ndogo ya Eluche, kata ya Shianda, Mumias East, Kakamega County. Niko hapa kuwakilisha maguru wenzangu wa mkoa wa Magharibi. Na mimi kama Liguru kule nyumbani, Mheshimiwa Rais, kwa kijiji yangu niko na nyumba zinazopika nyumba 500, na kwa hizo nyumba 500 nimezigawa mara 3, na kwa kila sehemu nilikuwa ninaweka nyumba 10 mmoja, community policing mmoja, na mzee mshauri mmoja. Kwa hivyo kwa hizo sehemu 3 kwa kijiji ya Efundula niko na watu wangu wa ofisi 9, kuongeza mimi mwenyewe watu 10. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, kule kwa kijiji mimi ni mzizi wako kule, na mimi kama Liguru ninasaidia wananchi wako kule kwa kijiji
kuwaunganisha na serikali yako kuu. Tena huwa nawasaidia upande na usalama. Ambapo tukio linapotokea kwa kijiji, mimi hupokea habari kutoka kwa nyumba 10 na ninachukua hatua ya kupiga simu kwa naibu wa chief, ama nitembee kwa miguu nimfikie, nimwelezee. Kama ni ile mbaya, naye atapeana ujumbe kwa boss wake ambaye ni chief, ifike kwa police, kwa ACC, na tunakuja tunasuluhisha. Haya, tena mimi kwa kijiji husaidia serikali yetu kuu kwa kuunganisha wanandoa. Saa zingine huwa wanapigana, inafika mahali mama anafunga virako anataka kwenda, ninawakalisha, ninawaongelesha, mapenzi inarudi, wanarudi kwa nyumba. Rais wetu Daktari, ninakushukuru kwa niaba ya maguru wenzangu kutoka Western. Kile umefanya ni historia umeandika, ni points umeongeza. Kuchukua village elders, maguru kwa kwetu tunaitwa maguru, hatuheshimiki, lakini kwa kile umefanya, najua nikifika kule, kile nitakuwa nikiongea kulingana na serikali, watati. Sijawahi sikia ama ona raisi mwenye amefungua afisi yake ligurua ingie ndani, akunywe chai, akule ugali. Sijawahi ona. Ubarikiwe, ubarikiwe sana. Na ile vumbi maguru alikuja nayo kwa ofisi yako na wakaiacha, usiichukulie tu hivyo hivyo. Ni baraka wameacha kwa ofisi yako. Tunakuombea Mungu akufungulie njia, kile unachoomba kiwe rahisi. Pongezi ya mwisho ni umetusaidia kama rais kuinua upande wa kilimo. Umesaidia wakulima wetu kule vijijini, wale ambao hawakuwa wanawezeshwa kupata mbolea na kutumia kwa mimea zao. Saa hii wanapata mbolea kwa bei rahisi na mavuno iko juu. Sasa wizi umepunguka, haswa sana kwa kijiji changu. Wizi wa mahindi kwa mashamba umepunguka kwa sababu kila mtu saa hii ako na mahindi. Kwa hivyo hiyo ni pongezi. Mungu akubariki, Mungu akuinue sana, na unapofika Kakamega ulizia kijiji Efundula, ukuje uwasalamie. Mungu akubariki. Salimia rais. Asante sana Mama Hadija. Nilikuwa nasahau wazee kutoka Nyanza. Wapi Jacob Ojwang? Karibia utuzungumzie kwa kiufupi. His Excellency, the President Daktari William Samoei Ruto, our colleagues, the elders, the village elders, oyaure uru, oimore uru, Bwana sifiwe. God is good, and all the time. So, Daktari, this is the time. This is the time. This is the time. And these are your people. My name is Jacob Ojwang, Homa Bay County, Karachuanyodala, Kanyipirpacho. Bwana sifiwe. It is our prayer. It is our prayer, Daktari. It is our prayer. May God give you long life.
It is now 63 years down the line. No president. The fourth, the fifth one is Daktari, who could remember that there are people on the ground. That is the village elders. To reach the State House is very wonderful. I'm surprised. God willing, if you can give us 2, 3, 4 hours, we go around, we see. We've never come here. But we are happy. You've seen mercy on us. Thank you so much. We are blessed. We are working around the clock for the success. Regardless of the challenges, those are there. They are there to strengthen the faith and to make you courageous. Otherwise, God bless you. Asante sana Mzee Ojwang. Your Excellency, I think this has been an important session because you wanted to have a conversation with all these village elders. Now, the village elders that are here this morning represent more than 100,000 of their colleagues from across the country. And I'm sure wherever the rest are in the villages, they are watching us and they are proud of their colleagues who have come to represent them here. And that eventually when you get to speak to them, they'll have your message that they'll take back to the villages so that they continue to do the good work that they've done to support all of us. Your Excellency, without wasting much time, I would now want to invite, on behalf of all our members of Parliament, the Majority Leader of the National Assembly, to come and also speak to the elders before I invite the Cabinet Secretary. Asante Daktari Raymond, Your Excellency the President, observing all protocols. Na wazee wetu wa mitaa hamjambo. Mheshimiwa Rais, mimi nafurahi sana kujumuika na hawa wazee. Na wakati nilisikia mzee Sheikh kutoka Isiolo akisema ya kuwa hii ikulu imekuwa ikitembelewa na community elders, lakini leo wewe ukaamua ni bottom up, kutoka pale bottom, village elders pia wakuja ikulu. Na Mheshimiwa Rais, nimeona furaha iliyo na hawa wazee na pia nikakuwa infected na hiyo furaha. Lakini nafurahi zaidi sababu kama kiongozi wa bunge la kitaifa tuko na viongozi wa bunge akiwemo chairman wetu wa kamati ya security Mheshimiwa Tongoyo na wabunge wengine ambao wako hapa. Na Mheshimiwa Rais, nikupea historia kidogo ya safari ambayo hawa wazee wametembea. Sababu wabunge wengi ni wawakilishi wa hawa wazee na wamekuwa wakililia wabunge wao waangaliwe maslahi yao. Na marehemu Mheshimiwa Ijendi, Malulu Ijendi, mwaka wa 2019-2020 alileta motion kwa bunge la kitaifa, motion ya kuuliza ya kuwa serikali iweke mikakati ya kuweza kuwapa ridhaa kidogo ama malipo hawa wazee wetu wa vijijini. Na bunge likapitisha ule mswada. Baada ya bunge kupitisha ule mswada, Wizara ya Interior wakati huo chini ya Waziri Matiang'i, Fred Matiang'i, hawakuweza kutekeleza yale. Na ni vizuri tusiwe tunasahau historia. Wakati walikosa kutekeleza mwaka wa 2021, marehemu Mheshimiwa Malulu Ijendi akapendekeza sheria
sababu motion sio lazima serikali itekeleze, lakini ikiwa sheria ni lazima serikali itekeleze, sababu imekuwa sheria. Na wakati tulitengeneza sheria, sababu ilikuwa ni money bill, ilikuwa inatoa pesa za serikali kupea wazee, ikaenda kwa Wizara ya Interior. Wizara ya Interior, waziri aliyekuwako hapo Mheshimiwa Fred Matiang'i akaja bunge akasema serikali haina pesa za wazee, machifu wako na mshahara wa wagawie. Na hiyo sheria ikapotelea hapo, haikuweza kupita kwa bunge sababu haikuwa na support ya serikali. Mheshimiwa Rais, mwaka wa 2022 Mheshimiwa Mwengi Mutuse akaleta mswada mwingine, akaleta motion ambayo ilipata support kwa Wizara ya Interior kupitia Katibu Raymond Omolo na Mheshimiwa Murkomen, wakasupport ile motion. Na rais, wakati tulipitisha hiyo motion kwa bunge, tukakukumbusha ya kuwa serikali iliyokuwa pale, na hawa wazee wamejisemea kwa midomo yao, ya kuwa tumekuwa na marais, tumekuwa na mawaziri, tumekuwa na serikali zingine hazijawakumbuka hawa wazee. Na wewe mwenyewe ukatuambia kama bunge, hata msichoke kuweka sheria. Hiyo motion imetosha, tutaweka policy na hawa wazee watapata ridhaa na wapate malipo yao. Mheshimiwa Rais, niko hapa kukupongeza na serikali yako, na nikuambie vile umekumbuka hawa wazee, pia nao tuwaombe mkumbuke rais wakati wake ukifika. Mutamkumbuka? Mutamkumbuka rais? Mutamkumbuka rais? Hapo mbele mutamwambiaje? Ati mutamwambiaje? Mutamwambia tutam? Bas, wewe Mheshimiwa Rais umesikia sauti ya wazee, na sauti ya wazee ndio sauti ya dunia, ndio sauti ya Mungu. Na sababu wamesema atakwambia tutam, mimi nimesikia wamekuomba uwape usaidizi zaidi, uwasaidie na mambo ya digital literacy, wamesema uwasaidie na training, wamekuomba pia uwasaidie na malipo ya SHA ili wawe ndio advocates wa SHA pale mtaani. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Rais aseme jambo asiseme? Bas, mimi nimekuwa nikiwaambia wananchi, Mheshimiwa Rais, tunaposema siasa, sababu sisi ni wanasiasa, tunaposema two term, long term na hizo term zingine zote, sisi kama wananchi tujipende na tujiulize ni nini yetu iko kwa zile terms. Mimi nataka nikuulize Rais, sababu umeambia hawa wazee kilicho ndani ya term yako ya pili kwao. Ukirudi term ya pili, Mheshimiwa Rais, mimi naona ile pesa unapea hawa wazee pale 2027 kusonga 2032, wapandishie kidogo pia. Wapandishie kidogo pia. Si term ni ya kupandisha. Hii term ni ya kupata. Term ya pili ni kupandisha. Wazee wakae sawa, nchi ikawe sawa, na tuwe na uridhiano ambao nyinyi kama wazee mnatusaidia sisi kama viongozi kuleta Wakenya wote pamoja pasipo kujali dini ama kabila ama mahali mtu atokako. Nitawaomba kwa heshima, sababu nyinyi ndio wazee, nyinyi ndio viongozi wetu pale mashinani, nitawaomba msikubali wale wa kabila ambao wanataka kuturudisha nyuma kwa siasa za ukabila na migawanyiko, waharibu nchi yetu na siasa potovu. Nimesikia juzi mwingine akisema ati wenye watachagua William Ruto huko Kieni ati watatafutwa mpaka chini ya vitanda. Tunataka tuwaambie huyo ni shetani wa ukabila ambayo ni lazima ashindwe. Ashindwe asishindwe? Ashindwe asishindwe? Na nimesikia wale viongozi wa kabila, wakati kiongozi anasema kitu, wewe kama unajiita kiongozi wake,
Wacha kumtetea sababu amechukuliwa hatua ya kisheria, sababu ya matamshi ambayo inaweza kuleta vurugu kwa nchi yetu. If you are a true leader, you should not be talking about the arrest of people who are perpetuating criminality and endangering the lives of other Kenyans. You should be condemning them. Shame on you if you cannot condemn them, that all you can do is try to seek cheap political capital. Kwa hayo machache, Mheshimiwa Rais, hawa wazee, mimi naona hawa vile wamesema, mambo hapo mbele iko sawa, na Mungu awabariki. Bunge la Kitaifa, Mheshimiwa Rais, tutakuwa na wewe after term yako ya pili ikifika, kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu na kura za hawa wazee. Sisi kwa Bunge la Kitaifa, ukileta budget ambayo itaongezea pesa zao, tutapitisha mbio mbio tena. Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana Leader of Majority. Wacha nichukue nafasi hii nimuite msimamizi wa Council of Governors, our devolved governments, Mheshimiwa Gavana wa Mombasa County, Abdulswamad Nasir. Your Excellency, mimi hii nyumba nimekuja mara kadhaa, lakini ile naweza kukuambia leo hii nyumba imeweza kubarikiwa kando na siku zote zile nyingine ambayo nimeweza kufika hapa. Your Excellency, kwanza kando na mambo mengine yoyote, itaingia katika historia, wewe ni rais wa kwanza ambaye umeweza kuweka hadhi ya hawa wazee wetu. Kwanza umechunga mila yetu sisi kama Waafrika ya kuwa tunaheshimu wazee wetu, umewaalika kwako nyumbani. Your Excellency, hawa wazee si wazee wa kawaida. Hawa wazee wakiregea nyumbani, wao ni majaji. Wao wanaangalia sijui mambo ya ng'ombe, mambo ya watu wameoana, bibi na mume wanatesana, wao ndio wanakaa chini na kuweka watu pamoja. Your Excellency, hawa ndio wale ambao kwamba kazi yao ni kuangalia ni nani mzazi mzuri, ni nani mzazi mbaya. Kama mtoto hajaenda shule, wao ndo wanatoka na kuambia mzazi, tafadhali peleka mtoto wako shule. Kwa hivyo kwanza hawa wazee ni judge, baada ya kuwa judge ni mwalimu, kwa sababu anahakikisha ya kuwa anapeleka watoto shule. Hawa wazee haimaliziki hapa. Hawa wazee tukitaka ID, hata mimi, hata wewe ulipotaka kitambulisho chako rais wa Kenya, ulienda kwa mzee wa mtaa. Hata mimi nilienda kwa mzee wa mtaa nikapata kitambulisho yangu. Hawa wazee sio wazee wa kawaida bwana. Hawa wazee kama kuna mtu ni mgonjwa, wao ndo wanatafuta CHP, wanamwambia kwa lazima tuangalie hii maneno hapa na pale tuweze kuwasaidia. Mimi ni shahidi. Mimi nimekuwa mbunge muhula miwili. Wakati mimi niko bunge nilikuwa pamoja na Kimani Ichung'wah. Mimi ni shahidi, na leo nataka kutoa ushahidi hapa katika State House ya kuwa wakati tulipojaribu na tukapitisha kama wabunge, tukasema motion ipitishwe, wazee wetu wa mitaa waweze kupatiwa fedha, waweze kuangaliwa mambo yao, tuliambiwa ya kuwa hakuna pesa. Ndio ile swali mkiulizwa msiwe na matatizo, kwani pesa yetu ilikuwa inatumika kufanya nini? Mbona huu Rais William Samoei Ruto ameweza kufanya na watu wazee wetu wa mitaa wanapatiwa hii pesa? Na mimi nataka kuambia, angalieni, nisikieni kwa makini. Community health promoters waliangaliwa mambo yao, kwa sababu manifesto ya William Samoei Ruto ni mambo ya afya kuweza kufika mashinani. Community health promoters wakapatiwa zile tablets. Na unajua hapa William Samoei Ruto ni kusema, na akisema namna hii, mimi nina imani ya kuwa hata na nyinyi pia mambo ya tablet naona dalili itakuwa.
William Samoei Ruto akaongea habari ya elimu. Aliajiri walimu ama hajaajiri walimu? Kuna kijiji kweli katika hii Kenya hakuna mwalimu ambaye ameajiriwa na hii serikali ya William Samoei Ruto? Huyu William Samoei Ruto amesema ya kwa hata kama tuko na SHA na hata kama tuko na mambo mengine, hata kama tuko na tablet, mgonjwa lazima atolewe nyumbani, atolewe kwa barabara, apelekwe hospitali. Mimi nitakuwa ni yule mwenye kutangaza hapa na mbeleni. Kuna program ya ambulances ya SHA itaanza kutangazwa karibuni, ili mtu yoyote aweze kwenda hospitali bila ya malipo yoyote. Kisha akaangalia mambo ya wazee wa mitaa. Nyinyi sasa ile mko hapa, kazi yenu ile munafanya, munajitolea na munafanya yote. Mimi proposal ile niko nao, Your Excellency, wazee wameongea, kila mmoja anataka SHA cover. Tuweze kuangalia vile tunafanyia CHP ya kwa tuangalie kama ile pesa ya indigents wazee wetu walipiwe kiasi fulani, na serikali kuu na serikali ya county kama inaweza iweze kuongeza, tuwasaidie wazee wetu wapatiwe ile SHA. Kisha Your Excellency, mimi niliongea hii maneno kitambo, hata Waziri Murkomen is here and we had talked about this matter. Nikamwambia mimi sheria ya county tuko na ile inaitwa village administrative units. Mimi na propose to sign IPA baina ya serikali ya county na serikali ya Mombasa na serikali kuu. Na nina imani kuna county nyingine ambazo pia hawajaweka village units. Ili wewe ukiongeza kitu kidogo na sisi tukiongeza kitu kidogo, hao wazee watatoka pahali pazuri sana, sio? Ni kweli, sio? Sasa mimi nauliza, mimi msimamo wangu ni wazi na niko na sababu zake ya kuwa William Samoei Ruto ni 2 term. Mimi nawauliza nyinyi wazee wa mitaa mnasemaje? Hajasikia wazee wa mitaa mnasemaje? Wazee wa mitaa mnasemaje? Rais, mimi nakuambia kitu kimoja tu. Let me tell you, and this is something that I feel sorry and I feel pity for the person who will be president 2032. Kwa sababu ile baa umeeka baa juu sana. Yule atakuja kuingia hapa baada ya mwaka 2032, mimi nakuonea huruma. Sijui itabidi ufanye namna gani. Kwa hivyo kwa hayo mengi, Your Excellency, I also want to humbly recognize my colleagues who are here. Eric Mutai kutoka Kericho, wapi nduru yake? Ken Lusaka kutoka Bungoma, Polo Tuoma kutoka Busia. Asanteni sana. Thank you very much, Your Excellency. Asante sana, Your Excellency. Sasa nichukue nafasi hii nimwalike waziri wetu wa Interior and National Administration, Mheshimiwa Onesmus Kipchumba Murkomen. Karibu waziri. Your Excellency, President William Samoei Ruto, the Commander-in-Chief of our Defense Forces, Your Excellency, the Prime Cabinet Secretary, the Leader of Majority, the PS Interior and the PSS President, the CS of Finance, my friend John Buddy, all the leaders present, na wazee wote, our village administrators who are here, amjambo. Amjambo tena. Village elders oye. Village elders oye. Mumefurahi? Mumefurahi? Pigeni makofi rais. Mheshimiwa Rais, siku ya leo ni siku ya kihistoria katika taifa letu. Siku ya kwanza tangu Kenya kuanzishwa in 1963
ya kwamba our village administrators wamekuwa recognized formally katika taifa letu la Kenya by the president na kuwakaribisha kuja hapa State House. Ulipoomba kura, Mheshimiwa Rais, uliambia Wakenya utaongoza kupitia mfumo ama sera ya bottom up. Watu wengi sana walifikiria tu ni maneno ya kutafuta kura, lakini leo tuko na the lowest unit of administration of our country wakiketi na wewe kwa hapa State House, kumaanisha kwamba ile sera yako ya bottom up haikuwa tu ni mzaa, haikuwa ni ya kuombea kura. Wewe mwenyewe ni mwaminifu, umesimama na hawa wazee wa mtaa. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana kwa sababu uliponiteua nikuwe waziri wako wa usalama na utawala wa kitaifa, uliniambia ya kwamba nisunguke Kenya nzima kusikiza mambo ambayo Wakenya wangetaka tubadilishe katika idara ya usalama na utawala wa kitaifa. Niliposunguka katika kaunti hizi 47, Mheshimiwa Rais, kabla hata sijafika kaunti 10, Wakenya wengi, machifu, wananchi, our village elders walisema kwa kauli moja ya kwamba inafaa village elders wakuwe recognized na wapewe kitu ya kuweza kuwasaidia. Nakumbuka sana simu yako Mheshimiwa Rais, ulinipigia simu ukaniambia vile nimefuatilia mambo ya jukwaa la usalama, umeangalia kwamba kitu hii issue ya village elders inakuja kila wakati, ukaniuliza ni policies gani tunaweza kuweka. Even before tumalize 47 counties, Your Excellency, you directed me na ukaniambia tutengeneze policy framework ya kurecognize village elders kwa sababu ulikuwa na mpango ya kuwalipa. Mheshimiwa Rais, tulipitisha hiyo policy framework even before tumalize jukwaa la usalama. Na sasa tuko na legal framework yenye ina recognize village elders properly, na ya kwamba inasema kazi yake ni nini. Village elder ni mtu wa miaka mgapi, kutoka 45 years kwenda juu, kazi yake atakuwa anafanya namna gani, na vile wameomba kwa hapa, najua kwamba utatupatia direction ndio tuwasaidie hawa village elders kufanya kazi vizuri zaidi huko mashinani. Your Excellency, village elders kwa ile policy tumeandika, kazi yao ni pamoja na national security, wanafanya mambo ya disputes ya mashamba, wanafanya mambo ya climate action ikiwa pamoja kupanda miti na kazi nyingine, wanafanya mambo ya public health awareness, wanafanya mambo ya data collection ikiwa pamoja na ile ya mambo ya agriculture. Na pia mimi, Your Excellency, nilipomaliza form 4 nilifanya kazi kama enumerator wa National Bureau of Statistics, ile ya kufanya census, na nilikuwa natembea na village elder, na I'm sure nyinyi wote mmefanya hiyo kazi. Your Excellency, ndio nijue maana sana ya hawa village elders. Tulienda na mzee kufika nyumba moja. Sasa kuna swali inauliza kwa enumeration, inauliza sasa, wewe mama uko na watoto wangapi? Anasema ni namba fulani. Anasema mama, na kuna mwenye umewahi kupoteza. So hiyo swali inakuanga complicated because you need to understand mambo ya mortality rate. So nilipokuwa kwa hiyo nyumba, mimi nauliza swali, ikifika mahali mzee ananiambia wacha, sasa wewe ni mtu mdogo, wacha mimi niulize hiyo ingine. Kiuliza mama, uko na watoto wangapi? Mama akisisitiza kidogo, nasikia mzee akiuliza, na ule mwingine umesahau ile ingine ule. So vile ulisikia kwa hapa, Your Excellency, wakisema intelligence, hakuna kitu hii wazee wajue kwa village, wanajua kila kitu. Yeah. Mzee mmoja alituambia sisi kwa jukwaa la usalama, alisema sisi ni wazee, hata tukifika mahali mtu akiulizwa mtoto huyu ni anani, mzee anasema tunajua nani, atasema ni yake, lakini wazee wa mitaa wanajua ni ya nani mwingine. So these people are very very intelligent huko village kwa ile kazi wanafanya huko. Your Excellency, kwa mambo ya tunashukuru kwamba now there is formal recognition. Tunajua kwamba there will be now structured support
kuna integration sasa ya wazee kwa local governance, na pia kwamba sasa serikali itakuwa na formal link yenye iko recognized kutoka national government mpaka kwa village kama village administration. Your Excellency, tulipokuja hapa pamoja na chiefs na assistant chiefs, ambaye pia ilikuwa ni jambo ya kihistoria kwa taifa letu. Kwa mara ya kwanza chiefs na assistant chiefs walikuja hapa. Siku hiyo tukilaunch jukwaa la usalama report, kuna directives ulileta na ningependa kukupatia progress yenye tumefanya, Your Excellency. Ya kwanza ulisema tumalize kazi ya kuregister na kuverify all the villages in the country. Sasa tuko na 106,000 villages kwa Kenya. Wale village elders wenye wako hapa wametoka kwa all the sub-locations ya Kenya. Kuna village elder moja kwa all the sub-locations, ambayo tuko na 9,700 sub-locations in the Republic of Kenya. Pia, Your Excellency, nataka nikuambia kwamba pia training ya chiefs na assistant chiefs ilimalizika na tulifanya graduation before tukuje hapa. Pia ile promotion progress yenye ulitangaza hapa inaendelea, Your Excellency. Tunatangaza hizo opportunities ndio to promote our chiefs na assistant chiefs. Pia, Your Excellency, vile ulidirect kwa hapa mambo ya AIE ya chiefs na assistant chiefs, vile ulisema ulikatoa direction kwa hii budget ya mwaka huu, na tumepata pesa tayari kwa first quarter ya mwaka huu. Village assistant chiefs watapata pesa, AIE yao inatoka from 15,000 a quarter to 30,000, na ile ya chief inatoka 30,000 to 50,000, Your Excellency. Tukitoka hapa sasa, tutaanza training program ya all the village elders kwa digital literacy na mambo ya kuongoza katika all the corners of the country. Pia, Your Excellency, ulitangaza ya kwamba lazima tukue na National Government Administration Police Unit operationalized. Ningetaka kukupatia habari ya kwamba, Your Excellency, tayari sub-counties 16 tayari washapata hawa polisi wa Ngapu, na tayari tuko na komanda wa Ngapu anaitwa Bwana Mutuma, na wako chini ya IG wetu Douglas Kanja, na aswa IG wa Administration Police Bwana Gilbert Masengeli ako hapa akiwawakilisha. Hawa polisi katika sub-counties 16 ni 6,000. Tunatarajia ile graduation itafanyika next month, Your Excellency, ya wale tulikuwa tumewaandika kazi. Itatupatia the strength ya police enough kuhakikisha ya kwamba all the sub-counties watapata maafisa wa Ngapu. Pia, Your Excellency, kupitia ile directive yako ulisikia, nadhani ulishangaa, Your Excellency, kwa nini ule mzee wa Isiolo alikuja hapa akasema sasa anaweza arrest anybody ikiwa wale hata wamepigiwa kura. Ni kwa sababu, Your Excellency, hao wazee na swa hapo Isiolo, kama vile ule mzee alisema, kumekuwa na changamoto kubwa kwa sehemu za Kenya kwa mambo ya drugs na substance abuse, na hao wazee wamekuwa frustrated sana, pamoja na chiefs na assistant chiefs, kila wakati hiyo kazi ikifanyika. Ulileta directive ya kwamba we must strengthen the unit yenye anti-narcotics unit kwa DCI office, na DCI yuko hapa, Your Excellency. Vile ulileta directives, wale DCI officers 200 wamekuwa trained na sasa watakuwa deployed all over the country kuhakikisha kwamba enforcement ya drugs itakuwa imepigwa zaidi, Your Excellency. Pia uniforms ya chiefs na assistant chiefs sasa imekuwa decentralized, inapeanwa kwa sehemu zingine outside the country. Your Excellency, tukiwa hapa ulileta directive ya kwamba lazima all the chiefs wakuwe na tablets, na ya kwamba wakuwe na uwezo ya kucommunicate directly with the national administration in their reporting structure. Ile technology procurement process, Your Excellency, imechukua muda kidogo, kwa sababu pia wewe
ulileta transparency kwa EGP, inahitaji some processes ya kupitia. Tungekuwa tayari tumepatia tablets our chiefs, lakini hiyo process sasa karibu ikamilike. Tutahakikisha kwamba hizo tablets imepeanwa kwa chiefs and assistant chiefs, na umepata maombi ingine hapa, sitaki kurudia tena, utatuambia tufanye aje, Your Excellency. Mwisho ningependa kusema, even though Your Excellency we have recognized our village administrators, there is our traditional council of elders or council of elders across the country, Njuri Njeke na wengine across the country. Your Excellency, ningependa kuomba Mheshimiwa Abdulsamad na Council of Governors tushirikiane pamoja ya kwamba those council of elders ambayo ni organized entities of communities ikuwe recognized by county government na wakuwe part of the support that is going to be given through the culture ministry and culture departments in the county government with the support of your administration at the national level. Ningependa tu kuachia hawa wazee neno moja. Your Excellency, unajua ya kwamba katika idara hii hawa village elders tumerecognize ndio mambo ya uwiano na mambo ya usalama iweze ikaimarika zaidi katika taifa letu. Tumeona mabadiliko kubwa sana tangu tukue na jukwaa la usalama na vikao tofauti kwa kila county. Tumeona ushirikiano kubwa sana kati ya administration na polisi wetu, na usalama umeimarika katika sehemu nyingi sana za taifa letu. Lakini nawaomba hao wazee mambo mawili. Ya kwanza, katika msimu huu wa siasa tunajua kwamba kuna wanasiasa kadha ambao watahubiri tofauti kati za jamii na kuhubiri kutengana kwa watu ya Kenya. Ninawaomba sana wazee wetu, nyinyi mkue nguzo ya umoja na nguzo ya ushirikiano na umoja wa watu wetu katika mashinani. Tuwakatae wote ambao wanahubiri ukabila, wanahubiri utengano, wanahubiri chuki. Tuhakikishe kwamba we are promoting values and principles of our constitution in Article 10 that says that patriotism is one of the values and principles, and unity of our people is values and principles that are in our constitution. I request you, our elders, to become the cornerstone of the unity of our republic and shun politics and leaders who are preaching division and tribalism. Ya pili, ningependa kuwaomba wazee wetu ya kwamba tunaposonga huko mbele, kuna wale wanatumia vijana wetu kwa uhuni, wanaita goons. Wanataka ku turn our boys, and especially boys, very few women, but especially young boys, kuwapeleka kwa vita ati kwa sababu ya kisiasa. Ninawaomba tushirikiane pamoja na idara ya polisi kuhakikisha kwamba ile intelligence report mmesema, pamoja pia na njia ya kuwaongelesha kuhakikisha kwamba watoto wetu hawataingia katika ile mambo ya goonism. I promise you, Your Excellency, pursuant to your recent direction, the National Police Service led by the Inspector General who's here have moved strongly to ensure that we are fighting all cases of goonism. And I'm happy that there is a great progress in places like Busia, in Kitale, in Bungoma, in Nakuru, where there was an operation recently, even here in Nairobi. We promise you, Your Excellencies, that we will intensify the process to get rid of all acts of political violence, even as we progress together to the next elections. With those many remarks, ningependa kuambia Mungu awabariki, na ni nafasi yangu sasa. Wazee hoye! Wazee hoye! Sasa ni jukumu langu kuhakikisha nitakuja huko mashinani kuwaita nyinyi mikutano, kuhakikisha mmekuwa trained, na tutembee pamoja kuhakikisha kwamba tunaunganisha taifa letu. Kwa niaba ya wenzenu ambao hawakuweza kufika hapa, mpeleke salamu zetu na muhakikishe kwamba mwapatie ujumbe ya kwamba Kenya sasa inasonga mbele, kwa sababu hata wazee wako katika hesabu ya taifa la Kenya. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Tunashukuru Rais.
Asante sana Mheshimiwa Rais. Ni nafasi yangu sasa ya kipekee kumkaribisha Prime Cabinet Secretary wetu Mheshimiwa Musalia Mudavadi akuje aseme machache na amkaribishe Mheshimiwa Rais. Kabla sijasema akikuwa anakuja, pole Your Excellency, just 1 minute, Prime Cabinet Secretary. Hii kazi haingefanyika kama hatungekuwa na wabunge kama vile Mheshimiwa Ichung'wa amesema. Na sio wabunge tu, ile kamati 2 za bunge ambayo imetusaidia sana kusukuma hii mjadala na pia policy ya mambo ya village elders wako hapa. Hao wazee ningependa kusema hao wabunge wacha wasimame tafadhali. Chairman wetu wa mambo ya security kwa National Assembly tuko na hapa Mheshimiwa Tongoyo, tumpikie makofi. Tuko na pia veteran wa ngao ambaye ni member ya committee PC Sigei ako hapa, Mheshimiwa Sigei ako hapa. Please pigeni hao makofi sana kamati yetu ambayo amefanya kazi nzuri. Asante sana Bwana Chairman Tongoyo na timu yako. Pia kwa Senate tuko na kamati ya security ambaye pia imefanya kazi hii na sisi, na chair wetu ako hapa, Mheshimiwa Fatuma Dulo ako hapa. Tuko pia hapa na Mheshimiwa simama bado, Mheshimiwa Lelekwe ambaye ni kiongozi wetu kutoka Senate pia, na tuko na vice chair ya hii committee katika Senate, Mheshimiwa Tom Ojenda professor, na ni ndugu yangu. Tuko pia na mbunge wa Lang'ata ambaye ni Mheshimiwa Jalango ako hapa, Felix Odiwuor Jalango, ambaye kwa niaba ya viongozi wa Nairobi anatuwakilisha hapa. Mheshimiwa Rais, tulikuwa pia tumealika rasmi, na wewe mwenyewe ndio ulialika rasmi, kiongozi wetu wa chama cha ODM Mheshimiwa Oburu Oginga, ambaye ni the only officially recognized youth leader katika taifa letu. Yeah. Tupigie makofi Mheshimiwa Oburu Oginga. Kwa sababu amefika tu saa hizi, nitamuita Mheshimiwa Beatrice Elachi yuko hapa, wako hapa, sorry. Tupigie makofi Mheshimiwa Beatrice Elachi ambaye ni mbunge wa Dagoretti. Asante sana Dagoretti North. Ningependa sasa kumkaribisha Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary, wakati mzee wetu chairman wa party leader wa ODM anapopumua kidogo, nitamuita Prime Cabinet Secretary anene akaribishe Mheshimiwa Oburu Odinga aseme kwa ufupi, ndio pia amkaribishe Mheshimiwa Rais. Tupigie makofi Prime Cabinet Secretary. Sorry. Your Excellency, it will be wrong for me to sit down without telling you that maybe Prime 1 minute, KT2 1 minute. KT2 1 minute. It will be unisamee Your Excellency, waja tu nivunje protocol kidogo. 2 things. 1, hii kazi haingefanyika kama kwa wizara singekuwa na team ambayo wanafanya kazi vizuri sana Your Excellency. Niko na PS wangu wa interior, wa internal security, Dr. Raymond Omolo. Tumpikie makofi. Yeye ni mchapakazi, na timu hiyo inasaidiwa na administrators, tukiwa hapa na Beverly Opora ambaye ni Principal Administrative Secretary. Tuko na Bwana Moses Lilan ambaye ni Secretary National Administration. Tuko na Bwana Saka ambaye anasaidiana Thomas Saka na wengine wengi. Tuwapigie makofi sana sana, kwa sababu this is a responsibility that is directly under them. This is we work as a team, and I have the best team in the ministry ambao tunafanya kazi pamoja. Ya pili, Your Excellency, kwa kuvunja hiyo protocol, let me also recognize IG and the National Security Team wenye wako hapa, tuwapigie makofi.
Those are the serious partners. The DIGs are here, the IG, the DCI are all here. They are strong partners of the administration. Your Excellency, kwa kuvunja hiyo protocol itakuwa makosa sana niwache kando Waziri John Mbadi. Tupigie makofi John Mbadi. Yeye ndio ulimpatia direction aweke hiyo pesa na atafute penye iko mpaka ifikie hawa wazee. Na nikimweka nje na ile maombi imeombwa hapa, Your Excellency, nitazama. Tupigie makofi John Mbadi akuja aseme neno moja tu. Please come. Pigeni makofi. Mkikataa kupiga makofi mtapata wapi pesa? Pigeni makofi. Hii protocol kweli leo imevunjwa. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, viongozi wenzangu wale wako hapa, wazee, hamjambo? Hamjambo tena. Your Excellency, mimi pia ningependa kusupport yale yamesemwa na Kimani Ichung'wah ya kwamba nimekuwa bunge pia na wewe pamoja na PCS na hata Dr. Buru kutoka bunge la 10, nikafanya 17 years, tukajaribu sana kusaidia hawa wazee, lakini serikali ya wakati huo haikukubali. Mimi juzi ulinipea instructions nitafute pesa hao wazee walipwe, na nimefanya hivyo. Hata leo ukisema chochote nitatafuta pesa. Yale utasema nitatafuta pesa. Na mimi najua hao wazee wakisema simtatenda. Mkisema na mnasema nini? Mnasema nini? Asanteni sana. Pigeni makofi Mheshimiwa Mbadi. Ni fire si fire. Bas. Your Excellency, I will also take this opportunity to recognize the other officers who are here. We have our PSS. A number of our PSS are here, starting from PS Dr. Salome Biako, my ministry, Your Excellency, in charge of correctional services. Na PS wetu Dr. Kipsang Belio, ambaye is charge of immigration and citizen services. Hao wawili na pamoja na Dr. Raymond Omolo tunafanya kazi pamoja. Pia kuna PSS wengine wenzao wako hapa, tuwapigie makofi. Our 3 PSS who are here. No, there are actually 5 PSS. Tuwapigie makofi. Asante sana makatibu. Pia tuko na regional commissioners wetu. Kuna regional commissioners wako hapa. All the 8 regions, from all the 8 regions wasimame. Pigieni makofi our regional commissioners. Asanteni sana our regional commissioners. Tuko pia na county commissioners from over 20 counties who are here. Tuwapigie county commissioners makofi. Tuko pia na deputy county commissioners ambao waliandamana na nyinyi. Assistant county commissioners. Please. Hawa ni ACCs waliandamana na wa village elders. Tuwapigie makofi. Asante sana. Your Excellency, itakuwa makosa pia ni keti tu hivi bila kushukuru my predecessor kwa wizara ambaye alianzisha kazi hii, ambaye ni your Deputy President Professor Kithure Kindiki. Tumpigie makofi. I know Professor Kindiki would have been here today, Your Excellency, na wewe umemtuma kwa kazi kwingine, but we in the ministry we continue appreciating and recognizing the firm foundation he laid when he was the Minister of Interior under this administration, the first Minister of Interior under this administration. Na sisi wote tunasema Professor Kindiki ni fire. Kwa hivyo, Your Excellency, wacha nikaribishe sasa. I think mzee wetu amepumzika ya kutosha. I can now welcome him. Let me take this opportunity to invite the party leader of ODM, ambaye ni kiongozi wetu, Senator Oburu
Oginga. Tumpigie makofi. Your Excellency, the President of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, and the Chief Minister, our brother Musalia Mudavadi, and all protocols observed, I would mimi ningependa kuexpress furaha yangu. Mimi nina furaha tele. Mimi nina furaha tele kwa sababu mimi nimekaa bunge hii miaka 30 na kitu. This is my 7th term in parliament. Na sisi tumejaribu kusukuma serikali, na serikali wakikuja tunawasukuma wasukume hii nini ya kulipa village elders, kwa sababu hawa ndio grassroots. Ukisema grassroots, hawa ndio grassroots. Sasa tulikuwa tunasukuma hao wapate haki yao, lakini President Ruto ndiye amekuwa na ujasiri ya kukubali kusukuma hii na itimizwe. It is not easy. It is not easy to make such decisions. Some people are saying that he is overburdening the country with debt. But those debts he is not eating, he is paying the people. If it is something which translates into benefits for our people, we must appreciate it. We want to say that the President is trying his best, and the opposition should also try. They should also try to bring their own programs, what they want to do to the people. Would they have paid the village elders if they were in power? I'm telling you, no, they would not. Because we have been with governments, and those people who are there are our friends. We have worked with them, and we know their capacity. We know their capacity, we know how they think, and we are in this broad-based government. We are working with President Ruto in broad-based government. My little brother Raila Odinga left us there, and may God rest his soul in peace. And we are not going to be swallowed by him, but we are going to work together to make a strong government and always push for having vision. There are people who are against even vision. You know, if you are visionless, you cannot move ahead. Where do you go if you are visionless? We have Vision 2030, which has been implemented. If it has not been implemented, just tell us what percentage you think it has reached. Don't say it has not been implemented at all, because it is not Ruto who started it. If it was implemented by several presidents. So, yes, measure and say, Ruto, you pushed it to this extent.
So we are going to work together as we move in the future, and we want to chart the way forward for this country. And the way forward is to give power to the people, like this one, particular one. We are giving, Ruto is giving power to the powerless. Village elders were just regarded as village elder. Village elder. Sasa he is not just a village elder. Yeye ana marupurupu kidogo, yeye pia anapata, utaona yeye anang'ara kukushinda. Atakuwa na power. Atakuwa na nini? Power. Basi sukumeni power, tuendelee. Kura ikikuja, wakati huu sisi ODM hatutakuwa na candidate. Candidate wetu ni President William Ruto. But all the other positions are negotiable. Particularly number 2. Don't you think I deserve to be number 2? Because that is what our concern. Can I not be number 2? Mimi nimetosha. Asanteni sana. Ninashukuru tena, mimi nimekuja tu to express my gratitude for what has happened, and also to express my happiness for what the brave measure the President has taken, and I want to wish you safe journey back to your constituencies. Asante sana. Thank you, sir. Asante sana. Pigieni makofi Bwana Power. Leo tumepata ndio. Your Excellency, kabla sijakaribisha Prime Cabinet Secretary, kuna maofficers wengine wa serikali wako kati yetu, nataka tu kuwajulisha. Kuna commissioners wako hapa, kuna vice chair wa IPOA Commission, Madam Anne Wanjiko, na one of the commissioners. Yes, one of the commissioners is here. Pigia makofi hawa. Tuko pia na NCIC Commission. Wako hapa chairman na team yake ya maofisa watatu. Pigieni hawa makofi. Mtasaidiana na NCIC kuhakikisha mambo ya hate speech na mambo ya uwiano tumeleta watu pamoja, si ndio? That is the commission yenye mnafanya pamoja, kuleta watu pamoja, because we always think it's a hate speech commission, but also it's a cohesion commission ya kuleta watu pamoja na watafanya kazi na nyinyi. Pia tuko na directors na CEOs kwa different departments. Tuko na kada CEO ako hapa. Tuko na CEO wa Kenya School of Government, where the people who will train you. Tuko na Kenya National Bureau of Statistics wako hapa, mwenye mnawasaidia kwa enumeration. Tuko na CEO wa eCitizen wako hapa, na tuko na director wa Department of Immigration. Wasimame wote. Wapigie makofi hawa tena. All these CEOs wanafanya kazi na nyinyi together. Yeah, they're working with you together. They're working together with you, and you are the ones who are assisting them waweze wakafanya kazi yao. Please, we wish you well as you go home. Think national. Act in your village. Unajua saa zingine kuitwa village person watu wanatumianga kama matusi. So don't think village. Think national. But act in your village. Sawa sawa? Always, even if you are at what corner of Kenya, remember first Kenya, and then now your village. You act in your village, but act as a national leader, ambaye you are part and parcel of the national administration of the Republic of Kenya.
With those remarks, let me now welcome Prime Cabinet Secretary Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Tumpikie makofi. Makofi tena kwa Prime Cabinet Secretary. Asante sana. Village Elders hoye! Village Elders hoye! Kenya hoye! Rais wa Jamhuri hoye! Asante sana. Kwanza ningependa Mheshimiwa Rais kusema kwamba ndugu yetu Kipchumba amesimamia mambo yake vizuri sana na tumpongeze. Yeye na timu yake yote wamefanya kazi nzuri, na tukiona kazi nzuri ni lazima tuitambue. Pahali kuna wazee, pahali kuna wazee, basi leo hakuna lile ambalo litaharibika katika taifa letu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, kuna kiongozi mmoja kule Ufaransa alikuwa anaitwa Napoleon, ambaye alisema strong armies do not march on an empty stomach. Jeshi ambalo linahudumia kitaifa kwa njia inayofaa haliwezi likatembea bila kulindwa vizuri. Na leo serikali ya Mheshimiwa William Ruto kupitia kwa yale ambayo yamesemwa hapa imeonyesha kwamba serikali yake, yeye ambaye anaongoza, iko tayari kabisa kushikana nanyi na kuhakikisha kwamba wajibu wa kulinda Wakenya wote utatekelezwa kwa njia ambayo inayofaa. Mimi niko na ombi moja tu, na nitavaa kofia ya Foreign Affairs. Huyu rais ambaye tunazungumza kwa jukwaa lake leo amekuwa sauti ya bara la Afrika. Ushawishi wake, mazungumzo yake, msimamo wake sasa unatambulika kama msimamo wa bara la Afrika. Kwa hivyo mkisema two term kwa zile vijiji zote, mjue pia tunasema tunataka sauti ya Afrika ambayo imekuzwa Kenya izidi kuwika kwa niaba ya Afrika. Tunaelewana? Tuko pamoja? Munanisikia kabisa? Sasa mtu ambaye hajafika pahali popote, na sasa mko na rais ambaye anaketi kwa meza moja na Trump. Mko na rais ambaye anaketi kwa meza moja na Macron wa Ufaransa. Anazungumza mambo ya kitaifa. Anazungumza uchumi wa bara la Afrika, uchumi wa Kenya. Anawashawishi kule. Alafu mtu anataka atoke kwa kona amrudishe nyuma. Tutakuwa tuko sawa kweli? Tutakuwa tuko sawa? Kwa hivyo jukumu letu hapa
kupitia kwenu ni jukumu la kuhakikisha kwamba uthabiti wa taifa letu unalindwa. Na ndio kwa sababu sisi wote tunawasihi kwamba musilale, musikate tamaa, tuchunge, tuhakikishe Kenya inasimama, na kusimama ni vizuri tuhakikishe kwamba uchaguzi ujao tunahakikisha Mheshimiwa Rais anashinda kwa kishindi kikubwa. Ni tutam. Ni tutam. Ni tutam. Basi, wacha tena nimpatie 2 point yangu moja alafu nimwalike rais. Wakati tuliingia kwa siasa ya vyama vingi, mwaka wa 2002 ndio mwaka wa kwanza ambapo tulikuwa na uchaguzi na hatukuwa na petition kamwe. Wakati wa Kenya waliamua kuchagua Mwai Kibaki, Kenya ilitoa uamuzi na hatukuwa na petition kwa mahakama. 2007-2008 tulikuwa na uchaguzi na tukakuwa na vurugu. Serikali ikaundwa ya Grand Coalition. Hiyo serikali ilikuwa ya Mwai Kibaki na Grand Coalition ikaja, na hapo tukapata katiba mpya. Uchaguzi wa 2014 baada ya katiba mpya, baada ya election ya president, tukawa na petition. 2017 baada ya election tukawa na petition. 2022 baada ya election ya President Ruto kwa muhula wake wa kwanza tukawa na petition. Sasa mimi nawaomba uchaguzi wa 2027 tuondoe kasumba ya petition. Kule mashinani, kwa sababu petition inaleta uhasama mwingi, tuhakikishe tunapembeleza watu wapigaji kura, kwa sababu tunataka ili Kenya ichukue ile hatua kubwa. Tunataka kabisa ushindi ambao Mheshimiwa William Ruto atapata raundi hii bila petition. Tuko sawa? Tutam bila nini? Hebu nisikize. Tutam bila nini? Tutam Haya, mko tayari? Simameni tumuingize rais wa Jamhuri ya Kenya. Asanteni sana. Tafadhali mnaweza keti chini. Viongozi wetu, village elders, hamjambo? Village elders, hamjambo? Village elders hoye! Viongozi hoye! Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Hebu mnisalimie wane nione. Basi
Asanteni sana. Kwanza nataka nichukue nafasi hii niwakaribishe nyinyi nyote kutoka sehemu zote, kata zote za taifa letu la Kenya. Najua wengi wenu mnafika hapa kwa mara ya kwanza. Ni kweli ama si kweli? Jameni, nawaambia karibuni sana. Karibuni sana. Mimi nimefurahi sana kuwakaribisha hapa State House. Na wale wananisaidia kazi. Mnajua hapa State House nimepokea wageni wengi sana. Nimepokea wafalme, nimepokea marais, nimepokea viongozi wa viwango mbalimbali. Leo mimi nafurahi ya kwamba nimepata nafasi ya kupokea viongozi wa mashinani. Najua pale nyuma kuna wale waliniambia ya kwamba nimeshusha hadhi ya State House mpaka watu ambao sio wale wa kiwango ya juu wanapatikana siku hizi kule State House. Wakasema ya kwamba State House inapaswa kuwa mahali ya wafalme, mabalozi, wawaziri na wale wengine. Lakini mimi nimewajibu nikawaambia sijashusha hadhi ya State House. Nimeinua heshima ya wananchi wa Kenya. Pia na wao wapate nafasi ya kutembea hapa State House na wajue hii ni mahali pao. Kwa hivyo pamoja na nyinyi mnakaribishwa hapa. Nyinyi ni viongozi. Tuko na viongozi viwango tofauti tofauti. Tuko na viongozi wa elimu, tuko na viongozi wa sekta ya madaktari, tuko na viongozi wa sectors tofauti tofauti. Lakini nyinyi ni viongozi multipurpose. Ati viongozi? Kwa sababu nimewasikiza kwa makini. Nimesikia Bwana Sheikh kutoka kule Bulapesa. Mahali nimefika mahali pale Bulapesa siku aongee na wale jamii wamekosana. Kwa hivyo ni counselor wa mambo ya ndoa, watu waishi pamoja. Nimesikia mama wetu kutoka Nyeri, Mama Esther, kazi ile wanafanya kule Nyeri kuhamasisha watu waweze kusoma, kuchunguza kama watoto wameenda shule. Nimemsikiza mzee wetu hapa Odera kutoka hapa Nairobi, vile wanafanya kazi ya kuhakikisha kwamba kuna usalama pale mashinani. Kwa hivyo village elder ni kiongozi ambaye anashughulika na mambo mengi. Mnatusaidia mambo ya afya, mnatusaidia mambo ya masomo. Nimesikia Bwana Biwot hapa vile wanasajili wakulima waweze kupata mbolea. Mnatusaidia pale kwa kilimo. Kwa hivyo nikisema village elders ni viongozi multipurpose, ni kusema ukweli. And therefore, every nation is built from the ground up. Its strength begins not in the capital or in the cities, but in the communities. Not in government offices, but in everyday lives of its people. For Kenya, that foundation is the village.
The village is our first school of citizenship. It is where values are taught, leadership is nurtured, disputes are resolved, and development takes root. Long before many formal institutions reached every part of our country, village elders provided leadership within our communities. You have been custodians of peace, mediators in conflict, guardians of our values, protectors of our families, and the trusted link between citizens and government. On my table here, I have reports which you people have written. On my table. Kila asubuhi nikiamuka nakutana na briefcase kubwa kiasi hii. Iko na report. Mahali hiyo report imeanza na village elder. Nyinyi pengine hamjui. Wacha niwaeleze. Hiyo report wewe unaandika inaenda kwa assistant chief. Mwisho yake inafika kwa ofisi yangu hapa. Whether known as Mgozi wa Lugongo, any other honored names, village elders occupy a respected place in the life of our nation. Wazee wa vijiji ndio uti wa mgongo wa jamii yetu. Ndio wanaotuunganisha, wanaotupatanisha na kutuongoza. Leo tunasema wazi kwamba huduma yenu inaonekana. Imeheshimiwa na imepewa nafasi yake inayostahili. Today we formally recognize that historic role that you play, the onboarding of more than 106,000 village elders across 47 counties into the national government administration system is a major milestone in bringing government closer to the people. For generations, you have mobilized communities for vaccination, census, and voter registration, supported school enrollment, drought relief, and disaster response, advanced Nyuma Kumi and community policing, and identified vulnerable households, often without payment, but always with patriotism. Our Constitution requires government to be accessible, inclusive, accountable, and responsive. Yet, these principles are not fulfilled merely because they are written in law or discussed in Nairobi. They are fulfilled when they improve life in every household, in every community, and in every village. Katiba yetu si maneno yaliyoandikwa tu peke yake. Lazima ionekane katika maisha ya kila siku ya wananchi. Serikali lazima ifike kwa kila mwananchi, katika kila kijiji na kila nyumba. Hapo ndipo maendeleo halisi yatakayodhihirika. That is why our bottom-up economic transformation agenda begins where the people are. Government can design policies, invest resources, create opportunities at every level in the village, especially.
But lasting transformation occurs only when citizens understand those opportunities, embrace and use them to improve their lives. Village elders are indispensable in this task. Whether we are raising agricultural productivity, enrolling families in Taifa Care, expanding affordable housing, supporting vulnerable households, creating digital opportunities, or restoring our environment, success depends on trusted leadership at the grassroots. And the epitome of that leadership at the grassroots, the representation of that leadership at the grassroots, is the village elder. You have explained to me here how you explain government programs. You mobilize public participation. You build confidence. You turn policy into action and opportunity into progress. You are the bridge between government and citizens, between national ambition and community action, and between constitutional rights and lived reality. Nyinyi ndio daraja kati ya serikali na wananchi. Mnafanya sera za serikali zieleweke, zikubalike na zilete matokeo katika maisha ya watu. Bila nyinyi, maendeleo hayawezi kuwafikia wananchi kwa kikamilifu. As we entrust you with greater responsibility, the government will also stand with you. And beginning this month, beginning today, every village elder will receive a stipend. Hii sio bei ya uzalendo wenu. Uzalendo hauna bei. Hii ni ishara yetu kama serikali ya heshima ya taifa letu la Kenya kwenu na kutambua of peace, mediators in conflict, guardians of our values, cities. Kuchunguza kama watoto wameenda shule. Nimemsikiza mzee wetu hapa Odera kutoka hapa Nairobi. Nimepokea marais, nimepokea viongozi wa basi viwango mbalimbali. Nyinyi ni viongozi. Tuko na viongozi viwango tofauti tofauti. Tuko na viongozi wa elimu, tuko na viongozi wa... Kuna wale waliniambia ya kwamba nimeshusha hadhi ya State House mpaka watu ambao sio wale wa kiwango ya juu wanapatikana siku hizi kule State House. Wakasema ya kwamba State House inapaswa kuwa mahali ya wafalme, mabalozi, wawaziri na wale wengine. Lakini mimi nimewajibu, nikawaambia sijashusha hadhi ya State House. Nimeinua heshima ya wananchi wa Kenya. Pia na wao wapate nafasi ya kutembea hapa State House na wajue hii ni mahali pao. Kwa hivyo pamoja na nyinyi mnakaribishwa hapa. Nyinyi ni viongozi. Tuko na viongozi viwango tofauti tofauti. Tuko na viongozi wa elimu, tuko na viongozi wa sekta ya madaktari, tuko na viongozi wa sectors tofauti tofauti.
lakini nyinyi ni viongozi multipurpose. Ati viongozi kwa sababu nimewasikiza kwa makini. Nimesikia Bwana Sheikh kutoka kule Bulapesa. Mahali nimefika mahali pale Bulapesa siku aongee na wale jamii wamekosana. Kwa hivyo ni counselor wa mambo ya ndoa, watu waishi pamoja. Nimesikia mama wetu kutoka Nyeri, Mama Esther, kazi ile wanafanya kule Nyeri kuhamasisha watu waweze kusoma, kuchunguza kama watoto wameenda shule. Nimemsikiza mzee wetu hapa Odera kutoka hapa Nairobi, vile wanafanya kazi ya kuhakikisha kwamba kuna usalama pale mashinani. Kwa hivyo village elder ni kiongozi ambaye anashughulika na mambo mengi. Mnatusaidia mambo ya afya, mnatusaidia mambo ya masomo. Nimesikia Bwana Biwot hapa vile wanasajili wakulima waweze kupata mbolea. Mnatusaidia pale kwa kilimo. Kwa hivyo nikisema village elders ni viongozi multipurpose, ni kusema ukweli. And therefore, every nation is built from the ground up. Its strength begins not in the capital or in the cities, but in the communities. Not in government offices, but in everyday lives of its people. For Kenya, that foundation is the village. The village is our first school of citizenship. It is where values are taught, leadership is nurtured, disputes are resolved, and development takes root. Long before many formal institutions reached every part of our country, village elders provided leadership within our communities. You have been custodians of peace, mediators in conflict, guardians of our values, protectors of our families, and the trusted link between citizens and government. On my table here, I have reports which you people have written. On my table. Kila asubuhi nikiamuka nakutana na briefcase kubwa kiasi hii. Iko na report. Mahali hiyo report imeanza na village elder. Nyinyi pengine hamjui. Wacha niwaeleze. Hiyo report wewe unaandika, inaenda kwa assistant chief. Mwisho yake inafika kwa ofisi yangu hapa. Whether known as Mgozi wa Lugongo, any other honored names, village elders occupy a respected place in the life of our nation. Wazee wa vijiji ndio uti wa mgongo wa jamii yetu. Ndio wanaotuunganisha, wanaotupatanisha na kutuongoza. Leo tunasema wazi kwamba huduma yenu inaonekana, imeheshimiwa na imepewa nafasi yake inayostahili.
Today we formally recognize that historic role that you play, the onboarding of more than 106,000 village elders across 47 counties into the national government administration system is a major milestone in bringing government closer to the people. For generations, you have mobilized communities for vaccination, census, and voter registration, supported school enrollment, drought relief, and disaster response, advanced Nyuma Kumi and community policing, and identified vulnerable households, often without payment, but always with patriotism. Our Constitution requires government to be accessible, inclusive, accountable, and responsive. Yet, these principles are not fulfilled merely because they are written in law or discussed in Nairobi. They are fulfilled when they improve life in every household, in every community, and in every village. Katiba yetu si maneno yaliyoandikwa tu peke yake. Lazima ionekane katika maisha ya kila siku ya wananchi. Serikali lazima ifike kwa kila mwananchi, katika kila kijiji na kila nyumba. Hapo ndipo maendeleo halisi yatakayodhihirika. That is why our bottom-up economic transformation agenda begins where the people are. Government can design policies, invest resources, create opportunities at every level in the village especially. But lasting transformation occurs only when citizens understand those opportunities, embrace and use them to improve their lives. Village elders are indispensable in this task. Whether we are raising agricultural productivity, enrolling families in Taifa Care, expanding affordable housing, supporting vulnerable households, creating digital opportunities, or restoring our environment, success depends on trusted leadership at the grassroots. And the epitome of that leadership at the grassroots, the representation of that leadership at the grassroots, is the village elder. You have explained to me here how you explain government programs. You mobilize public participation. You build confidence. You turn policy into action and opportunity into progress. You are the bridge between government and citizens, between national ambition and community action, and between constitutional rights and lived reality. Nyinyi ndio daraja kati ya serikali na wananchi. Mnafanya sera za serikali zieleweke, zikubalike na zilete matokeo katika maisha ya watu. Bila nyinyi, maendeleo hayawezi kuwafikia wananchi kwa kikamilifu. As we entrust you with greater responsibility, the government will also stand with you. And beginning this month, beginning today, every village elder will receive a stipend. Which you people have written on my table. Kila asubuhi nikiamuka,
nakutana na briefcase kubwa kiasi hii, iko na report. Mahali hiyo report imeanza na village elder. Nyinyi pengine hamjui, wacha niwaeleze. Hiyo report wewe unaandika, inaenda kwa assistant chief, mwisho yake inafika kwa ofisi yangu hapa. Whether known as Mgozi wa Lugongo, any other honored names, village elders occupy a respected place in the life of our nation. Wazee wa vijiji ndio uti wa mgongo wa jamii yetu, ndio wanaotuunganisha, wanaotupatanisha na kutuongoza. Leo tunasema wazi kwamba huduma yenu inaonekana, imeheshimiwa na imepewa nafasi yake inayostahili. Today we formally recognize that historic role that you play, the onboarding of more than 106,000 village elders across 47 counties into the national government administration system is a major milestone in bringing government closer to the people. For generations, you have mobilized communities for vaccination, census, and voter registration, supported school enrollment, drought relief, and disaster response, advanced Nyuma Kumi and community policing, and identified vulnerable households, often without payment, but always with patriotism. Our Constitution requires government to be accessible, inclusive, accountable, and responsive. Yet, these principles are not fulfilled merely because they are written in law or discussed in Nairobi. They are fulfilled when they improve life in every household, in every community, and in every village. Katiba yetu si maneno yaliyoandikwa tu peke yake. Lazima ionekane katika maisha ya kila siku ya wananchi. Serikali lazima ifike kwa kila mwananchi, katika kila kijiji na kila nyumba. Hapo ndipo maendeleo halisi yatakayodhihirika. That is why our bottom-up economic transformation agenda begins where the people are. Government can design policies, invest resources, create opportunities at every level in the village especially. But lasting transformation occurs only when citizens understand those opportunities, embrace and use them to improve their lives. Village elders are indispensable in this task. Whether we are raising agricultural productivity, enrolling families in Taifa Care, expanding affordable housing, supporting vulnerable households, creating digital opportunities, or restoring our environment, success depends on trusted leadership at the grassroots. And the epitome of that leadership at the grassroots, the representation of that leadership at the grassroots, is the village elder. You have explained to me here how you explain government programs. You mobilize public participation. You build confidence. You turn policy into action and opportunity into progress.
You are the bridge between government and citizens, between national ambition and community action, and between constitutional rights and lived reality. Nyinyi ndio daraja kati ya serikali na wananchi. Mnafanya sera za serikali zieleweke, zikubalike na zilete matokeo katika maisha ya watu. Bila nyinyi, maendeleo hayawezi kuwafikia wananchi kwa kikamilifu. As we entrust you with greater responsibility, the government will also stand with you and beginning this month, beginning today, every village elder will receive a stipend. Hii sio bei ya uzalendo wenu. Uzalendo hauna bei. Hii ni ishara yetu kama serikali ya heshima ya taifa letu la Kenya kwenu na kutambua mchango wenu katika mambo ya uongozi ya taifa letu. I say this is neither payment for the patriotism you have demonstrated over many years, because patriotism cannot be bought or compensated. This is also not the price of your service, because your service is priceless. Vision of a grateful nation and a practical support for the work you perform every day. As the nation honors you, I ask you to honor the trust of the people. Serve every Kenyan fairly. Serve every Kenyan and reject corruption. Protect the vulnerable. Promote peace. Defend public resources and uphold integrity. Remember that your authority does not come from government alone. It rests upon the confidence of your community. Guard that trust carefully, because it is your greatest weapon and your greatest strength. Yaani nimesema heshima yenu haitokani na cheo, bali na imani ambayo wananchi wameweka kwenu. Lindeni imani hiyo kwa uadilifu, haki na huduma. Hakikisha huduma inafika kwa wananchi bila ubaguzi na bila mapendeleo. Mimi nawauliza ndugu zangu viongozi, kutoka ofisi ya rais, mnajua sasa tulipeleka sera kule bunge, na mimi nataka nishukuru bunge letu la kitaifa na bunge la seneti. Wamepitisha sasa sera ya kuhakikisha ya kwamba viongozi wetu wa mashinani, village elders, sasa imeunganishwa na ofisi ya rais kupitia kwa provincial administration. Na ni kati ya sera ambayo tulikubaliana wakati mmenipa nafasi ya kuwa kiongozi katika taifa letu la Kenya. Niliwaeleza ya kwamba tutaanza pale chini katika program ya bottom up. Na sio peke yake jambo ambalo tunafanya leo. This is not a one-off event.
This is a program of action that we undertook and we committed ourselves to do as a government. Pale mwanzo nilisema ya kwamba wale watu wadogo pale chini, tulikuwa na watu wengi wamekopa shilingi 100, wamekopa shilingi 200, wameingizwa ndani ya CRB. Wengi wakifika mahali wanaulizwa, wewe uweze kupata huduma fulani kwa sababu uko ndani ya CRB. Ni kweli ama si kweli? Tulikuwa na wananchi zaidi ya milioni 7 ndani ya CRB, wananchi wadogo. Mimi nikasema hawa wadogo wa chini lazima tuwaondoe kwa CRB. Wote wananchi milioni 7 tuliwaondoa kwa CRB because we believe in inclusivity. Hatutaki kumwacha mwananchi mwenzetu nyuma. Nikakuja pale tukasema tuko na madaktari wetu wa mashinani, wale wanaitwa community health promoters. Mnajua wale walikuwa wanafanya kazi kama nyinyi, hawakuwa wanalipwa chochote. Nikakuja nikaongea na magovernors wetu, nikasema hawa viongozi, hawa madaktari wetu wa mashinani, hata kama sio madaktari, ni watu ambao wanatusaidia katika mambo yetu ya matibabu. Pia na wao nikasema katika serikali hii ninayoongoza pia tutawapatia marupurupu. Leo community health promoters, wale CHPs, leo kila mwezi tunawapatia marupurupu, vile na nyinyi mtapata hivyo. Pia tukasema pale chini tuko na mama mboga na wale wengine wadogo wanahangaika pale chini, wanauza mazao yao dukani pale, kwa mvua, kwa jua, matope inawazumbua, vumbi inawapiga. Nikasema wale pia tutashirikiana na wao. Tunataka wafanye kazi mahali kuna heshima. Leo katika taifa letu la Kenya tunajenga soko 600, zingine tumekamilisha. Ndio yule mama mboga pia afanye kazi mahali kuna heshima, kuna stima, kuna maji, kuna usafi, ndio tuweze kutembea kwa pamoja. Kuna watu wananiuliza saa zingine, Bwana Rais, yule mama mboga, je, umemsahau? Nitamsahau mama mboga namna gani? Yule mama mboga leo ako na mambo 4 kutoka kwangu. Ya kwanza, mama mboga sasa atafanya biashara yake mahali kuna heshima, kwa soko ya kisasa. In fact, ukienda kwa ile masoko tunajenga ingine ya gorofa. Mtu ambaye alikuwa anauzia kwa matope ama vumbi, ametoka kwa vumbi anauzia kwa gorofa ya pili. Hiyo ni bottom up, si bottom up? Iko bottom kuliko hiyo? Si hapo ndio iko? Jambo la pili, yule mama mboga pia leo anaweza kuingia katika bima ya afya pale kwa SHA. Yule mama mboga pia leo, kwa sababu tumesema affordable housing itoke, ile ilikuwa shilingi milioni 10, leo mtu anaweza kulipa, ukienda hapa Mukuru wanalipa shilingi 3,900 na nyumba inakuwa yake kila mwezi analipa. Pia yule mama mboga atakuwa na nafasi ya kupata affordable housing. So we are working kuhakikisha kwamba wale wote ambao wako chini pale, leo mama mboga anaweza kupata SHA. Vile nyinyi mmeniuliza hata mzee wa mtaa apate nini? So we want an inclusive society. Mimi nimesema Kenya yetu sio Kenya ya wachache, sio Kenya ya wale wako na uwezo na pesa na mamlaka. Hapana, Kenya ni yetu sisi zote. Na ndio mnaona niko na matatizo na mabwenyenye wengine wengi hapa wananisumbua, makelele mingi, kwa sababu nimesema hata yule mwananchi mdogo pia yeye ako na haki katika taifa letu la Kenya. Ile SHA ilikuwa na watu milioni 8. Watu wako na kazi, wale wako na mshahara,
wale wako na uwezo, wale wako na pesa. Lakini leo nimesema hii SHA, tofauti na ile NHIF ilikuwa na watu wachache, watu wenye uwezo, nimesema hii SHA ifike kwa kila mwananchi. Afya, ndugu zangu viongozi, afya isiwe ni starehe ya watu matajiri wenye wako na kazi, wenye wako na uwezo. Afya, katiba ya Kenya sehemu ya 43 inasema ni haki ya kila Mkenya, mwananchi mzalendo wa taifa letu la Kenya. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Inshallah, Mungu akitujalia. Mungu ataturahisishia. Tumekubaliana? Na ndio sababu hiyo mimi nimesema nikiwa hapa leo, nimefurahi sana. Hii kazi ambayo tumekuja hapa na nyinyi mmekuja hapa kwa niaba ya wenzenu. Tuko na village elders kama nyinyi. Hapa tuko na village elders 10,000 leo. Lakini tuko na village elders Kenya 106,000 ambao wanafanya kazi ile nyinyi mnafanya. Mmekuja hapa kwa niaba yao. Na mimi ningependa kusema mambo matano kuhusu village elders. Nataka mnisikize kwa makini. Jambo la kwanza, tumepitisha sera. We now have a policy of government kutambua village elder. Sasa wewe ukisimama mahali popote unatambulika. Wewe sio tena yule bwana Sheikh hapa alikuwa anasema watu wanamuuliza huyu ni nani. Wewe sasa usimame hapo useme mimi ni village elder. Nafanya kazi chini ya ofisi ya Rais wa Jamhuri ya Kenya. Mumenielewa? Jambo la pili, tumekubaliana ya kwamba kila village elder ndio atekeleze wajibu wake kama kiongozi multipurpose pale chini. Tutamfanyia training. Kila mmoja wenu tutawapeleka kwa training. Jambo la tatu, tumekubaliana na nyinyi ya kwamba kuanzia leo village elder atalipwa marupurupu kila mwezi shilingi 3,000 kila mwezi, kila village elder. Jambo la 4, tumekubaliana ya kwamba kila village elder, na mimi nimewaitisha wale viongozi wengine wakoe hapa ndio wawasikize kwa makini. Kiongozi wa wengi katika bunge yuko hapa, bwana Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Wao ndio wanapitisha pesa nikipeleka mapendekezo kule bunge. Chairman wa Security Committee bwana Gabriel Tongoyo yuko hapa. Chairperson wa committee ya Senate Mama Fatuma Dulo yuko hapa. Wote hawa pamoja na wabunge na kamati zao wamefika hapa, na pia waziri wa pesa yuko hapa bwana Mbadi. Sasa hawa viongozi wanaotushughulikia wanaamka na wananchi, wanalala na wananchi, wanaelewa vile mambo yanavyoendelea. Waziri bwana Murkomen yuko hapa na umesikiza hawa viongozi vile wamesema. Hawa viongozi sasa turudi bunge, twende tufanye mambo mengine matatu. Ya kwanza bwana Mbadi, uende sasa utafute pesa katika budget ambayo tutatengeneza mwezi wa 11, 12, tuwawekee hawa watu pesa walipiwe SHA.
kila village elder, yeye, mke wake ama bibi yake ama bwana yake na watoto wao wawekwe katika mpango ya SHA. Wawekwe katika mpango ya SHA ili tukimaliza hiyo budget, ili kuanzia tarehe 1 Januari hawa wote wawe ndani ya SHA na waendelee na maisha yao. Jambo la pili, wameniuliza ya kwamba hawa wazee hata ingawaje umri ni huo, lakini dijitali pia wanaelewa. Sasa pia muwaongezee pesa kidogo kwa budget, kila mmoja wao tumnunulie simu ile ya sawasawa. Sindio? Mumesema yani nasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Mumeniambia ya kwamba mnataka simu ambayo mnaweza kupiga picha mambo ikiendelea vizuri, natuma mpaka na picha. Kama kuna watu wanasumbua wengine na disco matanga, napiga picha vile Mama Kazo amesema. Na mimi, nyinyi mmenishangaza sana. Nyinyi mmenishangaza sana. Nimesikia Mama Hadija Okanga hapo vile amepanga kijiji yake. Amesema niko na manyumba 500, nimepanga mara 3, nimeweka yule balozi wa kila sehemu, nimepanga tuko na watu 9 hapa, tuko na bwana, hiyo ni mpango kali sana. Nyinyi vile mmepanga, mnashinda wengi. Hawa ninashindana na wao, hawana mpango. Hawa watu nashindana na wao, mpango hawana. Wangeenda kuuliza Mama Okanga kwanza vile mambo inapangwa. So mimi nawaheshimu sana. Alafu ya mwisho nauliza waziri apange sasa sessional paper ya mambo ambayo italetwa katika cabinet, tupeleke bunge na itengenezwe sheria. Najua hii Kenya, mumesikia kuna watu wengi hawaamini haya mambo. Wanaona hii mambo ni mambo ya watu wadogo. Kwa sababu Kenya hii iko na watu wako madharau na kiburi mingi. Ili wasije wakabadilisha hii maneno wakarudisha nyuma, tuweke ndani ya sheria. Sijui kama tunaelewana. Kwa hivyo pangeni ili kabla ya Disemba mimi ni sign sheria ya kuhakikisha ya kwamba haya mambo ambayo tumesema hapa hayatarudishwa mtu nyuma na mtu yeyote. Awe na kiburi kiasi ambayo ako naye, awe na madharau ile ako naye, lakini tutaweka ndani ya sheria, ndio hakuna tena nafasi ya mtu kuja kurudisha haya mambo nyuma. Nyinyi mnanielewa jameni? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee namna hiyo? Tuendelee namna hiyo? Nimewasikiza pia. Wacha niguzie
yale mambo wale waliopata nafasi ya kuongea wamesema. Mumesema hapa kuna kama vile mama kutoka Kwale amesema tukiendelea na disco matanga kule vijijini inaleta hasara. Watoto wengi wanapata mimba. Wengine wanakosa nafasi ya kwenda shule. Mimi nawauliza, jameni, tutafanya bidii tuhakikishe na munisaidie kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Sikizeni ndugu zangu. Kenya hii itabadilika. Na tumesema hatutaki mtoto hata mmoja Kenya akose nafasi ya kusoma. Kwa sababu elimu ni kitu ya muhimu sana. Ndio inaleta usawa. Mtoto wa maskini na tajiri wanakuwa sawa wakipata elimu. Mtoto wa mkubwa na mdogo wanakuwa sawa wakipata elimu. Na ndio nimeweka pesa nyingi kwa sekta ya elimu, kwa sababu elimu ni ya muhimu. Tumeongeza pesa kutoka bilioni karibu 500 leo katika budget ya mwaka huu. Mheshimiwa Mbadi hapa tumeweka pesa 784 bilioni ya kusomesha watoto wetu. Kwa miaka 4 nyinyi kama viongozi wa mashinani, nasema hapa without fear of any contradiction, tulikuwa na changamoto kubwa kwa mambo ya elimu. Tulikuwa na shida ya walimu kukosekana ya kutosha. Hatukukuwa na madarasa ya kutosha. Ile CBC ilikuwa haieleweki. Na pia funding model ya watoto wetu wa university na college ilikuwa imeshindikana. Mimi nasimama mbele yenu leo kuambia haya matatizo 4 yote tumeyatatua. Number 1, ile CBC ilikuwa inaleta kasheshe. Tumeinyorosha vizuri, sasa inaeleweka. Mzazi anajua mtoto akitoka grade 10 aya grade 6 anaenda grade 7 mahali fulani. Haikuwa inaeleweka ile grade inayofuata junior school, sijui iko secondary, iko primary, leo inaeleweka. Na transition tunakamilisha. Tumejenga madarasa 23,000 mpya kusomesha watoto wetu. Tumeajiri walimu 1,100, tunaajiri walimu wengine 20,000 mwaka huu. In 5 years, kufikia mwaka ujao, in 5 years tutakuwa tumeajiri walimu 1,120 kwa muhula mmoja. Zile serikali zingine zilikuwa zinaajiri walimu 20,000 kwa miaka 5. Leo tumeajiri walimu 1,120, kumaanisha ya kwamba elimu ni ya maana na kila mtoto apate nafasi ya kusoma. Pale nyuma university zetu zilikuwa na matatizo makubwa. Hawakuwa wanaweza kulipa mishahara ya lecturers, hawakuweza kulipa suppliers yao, hawakuweza kulipa statutory deductions ya serikali kwa sababu funding model ilikuwa mbaya. Nimeketi chini hapa na vice chancellors kwa miaka 3 sasa, tumeyatatua. Leo tumeweka pesa ya kutosha kusomesha watoto wetu katika vyuo vikuu, TVET na KMTC. Na nikiongea na nyinyi hapa leo, tumerudisha sheria tena bunge ili kupiga msasa ile sheria na tuhakikishe hakuna mtoto wa Kenya ambaye atakosa nafasi kusoma university, TVET ama KMTC tena. Tuwe na funding ya kutosha watoto wetu wote. Ni mnanielewa? Ndio ile kazi mnatusaidia pale mashinani. Wakati unawasukuma kila mzazi katika kijiji yako, unawaambia kila mtoto aende shule, lazima mimi niwe tayari pale shuleni na mwalimu na madarasa na model mzuri ya kuwasomesha na pesa ya kutosha, ndio kila mtoto apate nafasi ya kusoma. Kwa hivyo mnapofanya bidii kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wote wanasoma, nyinyi mjue ya kwamba sehemu ile ingine mimi nimepanga, na muwaeleze vizuri
ya kwamba serikali imeweka pesa ya kujenga madarasa, kulipa walimu, kunyorosha elimu, kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma university. Hatutaki mtoto wa Kenya abaki nyuma. Mtanisaidia kazi hiyo jameni? Mtahakikisha watoto wetu wote wanasoma? Nyinyi pia ndio mtanisaidia kuwasajili wale wote ambao ni wakulima. Mnajua tulikuwa na matatizo ya kilimo, na tatizo kubwa ya kilimo ilikuwa hatujui wakulima ni wangapi, wa kahawa ni wangapi hatukuwajua, wale wa chai hatujui, wale wa ngano na mahindi hatujui, wale wa makadamia na ile ingine makorofia hawajulikani. Leo kwa msaada wenu, nyinyi ndio mlitusaidia na machief, tukaandikisha wakulima wote. Leo tuko na data ya wakulima 7,200,000 ambao tumewasajili. Kupitia kwenu tunajua huyu mkulima ni fulani, ekari yake ya mahindi ni kiasi fulani, ekari yake ya kahawa ni kiasi fulani, yeye ni mkulima ama mfugaji. Hiyo data ndio imetusaidia kuinua productivity ya mambo ya kilimo. Mimi nataka niwaeleze hivi. Mimi nilisimama mbele ya Wakenya wakati nilitafuta uongozi wa taifa letu, na nikasema nitarekebisha mambo ya kilimo. Leo mimi nasimama hapa mbele yenu, kilimo ya kahawa, kwa wale mnatoka mahali mnapanda kahawa. Kahawa ilikuwa inauzwa kwa kilo moja shilingi 50. Leo ni 100, 120, 140 kuelekea 150. Ni kweli si kweli? Kubwa katika kuimarisha demokrasia, ugatuzi na utawala wa sheria, na tutaendelea kuimarisha na kulinda mafanikio hayo. Lakini kwa namna hiyo hiyo tutapaswa pia kutimiza ahadi ya maendeleo iliyo ndani ya katiba yetu. Katiba haitulazimishi kuchagua kati ya demokrasia na maendeleo. Inatutaka tuwe navyo vyote. Ndiyo maana kwa mujibu wa katiba yetu, kila Mkenya anapaswa kupata huduma bora za afya, elimu, makazi, maji safi, chakula, hifadhi ya jamii na fursa ya kujiletea maisha bora. Hizo si ahadi za siasa, ni ahadi za katiba. These are not rights provided by politics. These are constitutional rights, and every household is entitled. The national conversation that I have proposed cannot remain in conference halls or government offices. It must reach every county, every ward, every village, and every homestead. You, our village elders, should help us lead it. Nyinyi muwe mstari wa mbele wa kuendesha. Mobilize your communities around national development agenda. Encourage children to remain in school and families to seek health care. Promote productive farming, enterprise, and environmental responsibility. Identify those in need and connect them to public services. Build peace, strengthen unity, and remind every citizen that nation building is a shared responsibility. I therefore ask you to live here with renewed in purpose. Be the first to bring people together, the first to defend the vulnerable, and the first to turn national ambition into community progress. Mimi nawatakia heri ndugu zangu mlionitembelea. Nawatakia baraka nyingi za Mwenyezi Mungu kwa familia zenu, kwa uongozi wenu katika vijiji zetu. Mimi nawahakikishia ya kwamba uchaguzi mwaka ujao utafanyika, na utakuwa ni uchaguzi wa huru, uchaguzi wa amani. Hatuwezi kukubali mtu hatarishe
maisha ya Wakenya wenzao. Ni haki ya kila Mkenya kumchagua mwenye anampenda. Na kwa hivyo vitisho, kushurutisha watu, kujaribu kuleta ukabila, kugawanya wananchi haitakubalika katika taifa letu la Kenya. Na nyinyi mtusaidie kuhakikisha ya kwamba sote tunaendesha mambo yetu kisheria na chini ya katiba, ndio Kenya iweze kuendelea kuwa nchi ambayo tunajivunia. Mimi nawatakia heri, si ndio? Na vile mmesema kuna yale tutafanya katika muhula huu, kuna yale Mwenyezi Mungu akitujalia tutafanya na nyinyi katika muhula unaofuata. Nyinyi mko tayari? Mko tayari? Mnasema tuanze hapa, tukivuka tukuje tusukume iende juu? Mnasema tuendelee namna hiyo? Kwa hivyo mmesemaje? Ati mmesemaje? Ati mmesemaje? Ati mmesemaje? Mungu awabariki na wapenda sana. God bless you. Thank you very much. Hebu tumpongeze rais kwa makofi tafadhali. Ngoja. Nimepatiwa habari. Najua hamna simu zenu hapa. Lakini ukifika kwa simu yako, fungua haraka haraka, mambo iko ndani. Ndio? Na vile mmeketi hapa, wale wenzenu wako nyumbani, tayari pesa imeingia kwa masimu zao. Asanteni sana, Mungu awabariki na nawapenda. Na kwa hilo tangazo tumshangilie rais tafadhali kwa makofi, shangwe na vigelegele. Asante sana Mheshimiwa Rais. Naomba sote sasa tusimame, tutamaliza kwa wimbo wa taifa ili iwe ishara ya kwamba tumemaliza kirasmi. Na nitangaze niseme ya kwamba tukimaliza na wimbo wa taifa tafadhali sote tusimame kwa wimbo wa taifa. Basi tutampa rais nafasi aweze kutoka. Naomba tuketi.